na kuwa na Roho Mtakatifu. Na usifurahi kwa sababu umejenga majumba mazuri. Usifurahi kwa sababu una kiupako fulani. Usifurahi kwa sababu unaweza kuombea watu wakapona. Usifurahi kwa chochote, bali furahi kwa sababu majina lako limeandikwa mbinguni. Luka 10:19. Luka 10:20. Msifurahi kwa sababu mapepo yanawatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Sikiliza, umemkataa mwenye kitabu. Kitabu kile ni cha Yesu, sema ni cha Yesu. Ndio maana kinaitwa kitabu cha mwana kondoo. Sio kitabu cha malaika hiki. Na hakuna mwenye uwezo kufungua kile kitabu. Ni Yesu peke yake na kina muhuri. Sasa umemkataa mwenye kitabu, utaandikwa kwenye kitabu wewe? Niwafundishe kitu. Naomba niseme na kanisa. Amen. Biblia inasema basi katika kitabu kile cha Waebrania 4 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea. Biblia inasema basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaikosa. Narudia. Basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaikosa. Unaelewa tafsiri? Ukiona mitume walikuwa wanachomwa moto, ukiona mitume walikuwa wanapelekwa magerezani lakini bado wanahubiri, unafikiri ni kwa nini? Neno hili lilikuwa wanalielewa kwamba basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaikosa. Yaani unaogopa maumivu ya ndugu zako, unaogopa ule moto wa milele kwa ajili ya ndugu zako, unaogopa kwa ajili ya mume wako, unaogopa kwa ajili ya watoto wako. Na kwa sababu unaogopa, unachokifanya ni kwenda kuhubiri. Naogopa mama yangu kuteketea na moto, mjomba wangu kuungua, bibi yangu kuteketea, acha nikamhubirie. Naogopa dunia kupotea, acha nikawashuhudie habari njema. Maana wamkataa mwana wa Adamu, na hiyo ni dhambi kubwa, hiyo dhambi ambayo haina toba, hiyo dhambi inapeleka motoni mtu. Acha nikahubiri Injili, acha nikahubiri, niwe tayari wakati unaofaa, wasiofaa, ili miguu ile inayopeleka habari njema. Aya, sikia ule mstari wa pili. Angalia mstari wa pili, anasema kwa maana sisi nasi tulihubiriwa habari njema kama na hao. Yaani sisi nasi tulihubiriwa habari njema kama wao, lakini neno lile lililohubiriwa halikuwafaa wao, kwa sababu halikuchanganyika na imani kwa waliolisikia. Neno la Mungu linapita kila mahali, lakini halina maana kwa wale ambao hawajaliamini. Maana neno la Mungu ili uchukue hatua, ili uokoke sio kusikia. Ili kuokoka ni kuamini. Maana sisi tuliamini, tulikuwa walevi kama wao, wachawi kama wao, wazinzi kama wao, matapeli kama wao, wauaji kama wao, tunamchukia Mungu kama wao. Lakini neno tulilohubiriwa sisi na ndilo waliohubiriwa na wao, lakini wao halikuwafaa kwa sababu halikuchanganyika na imani kwa wale wanaolisikia. Bwana asifiwe. Amina. Neno hili, Injili kila mahali, mikutano kila mahali, lakini haliwafai lile neno kwa sababu halichanganyiki na imani. Halichanganyiki na imani. Maana yake wanalipuuza. Achana nayo hiyo. Tutaokoka miaka ijayo. Ni chinga mambo ya makanisa mengi. Unajua makanisa mengine haya wanasema ni mazinzi. Ni mazinzi lipo kanisa moja. Lakini anasema ikiwa sisi, tena pale ukiendelea, ikiwa sisi tulioamini tutaingia katika raha yake. Maana yake raha ya milele. Wasa raha ya milele umpe Bwana. Raha ya milele umpe Bwana. Raha ya milele haiji kwa kuombewa. Raha ya milele inakuja kwa jina lako kuandikwa kwenye kitabu cha uzima, hata kupotosha watu. Raha ya milele haiji kwa kuombewa. Ni kweli wamekuja wachungaji wengi wanakuombea, ni kweli
yako kwa neno la Mungu. Kwa neno la Mungu. Biblia inasema, na kuna mahali imeandikwa ya kwamba siku fulani hivi Mungu alistarehe, akaacha kazi zake zote, na kwa siku hiyo hamutaingia laani mwangu, na kwa siku hii hamutaingia laani mwangu. Ndio wale wanaosema tumeokoka au hatujaokoka, bado tuko kwenye dini zetu, lakini tutaenda mbinguni kwa sababu tunatenda mema. Hiyo imetosha, mengine hatuyahitaji. Sikiliza nikueleze, acha nikwambie, sikiliza.